Jina langu ni Nyamira. Mimi ni contractor ama civil engineer technician. Nyumba linapoporomoka, namba moja ni kwamba anayewajibika kuna national government, sababu tukienda kwa serikali kuu kuna watu wa National Construction Authority ambao wanastahili kuangalia kazi ya ujenzi jinsi ambavyo inaanza. Drawings zikiangaliwa from the county government zinakuwa approved from the fiscal planning office, that is the final office after public works na office zingine. Sasa nyumba inapoleta shida ni kwamba wenye wanawajibika county government inastahili kuwajibika pia, because wanastahili kufanya supervision ya chumba lolote linapoendelea kujengwa. Alafu national government pia wanastahili kuwajibika sababu pia wao the National Construction Authority wanastahili kusupervise kazi yoyote ya ujenzi at every stage wanaangalia. Ukienda lab kutest cement zinakuanga na shida kubwa sana. So mtu unapoanza ujenzi, cha maana kufanya ni kwamba lazima ufanye all the tests prior to construction. Uende kwa national lab, uende ufanye testing ya materials zako, especially cement ambayo chuzi tuliangalia tukapata ya kwamba hata kgs ama ule uzito wa cement inakuja kama imeipiwa sana. Shida ya kwanza ni siasa. Wanasiasa wengi ndio wamechangia, kwanza magovernors. Hii kuporomoka ndio wamechangia sana. Namba ya kwanza, wale wamesimamia maneno ya ujenzi ambao wako fiscal planning, wengi si watu wako competent. Ni watu wameletwa na wanasiasa, either alimsupport kwa kutafuta kiti ama ni wana uhusiano fulani wa ukoo, ndio maana letwa kusimamia hiyo position, lakini hawaoni maneno ya competence. So siasa imeharibu. Kitu kingine imeharibu ni mlungula. Watu wa NCA wakikuja hapa, mimi naona wameandika wamekondem nyumba, lakini hiyo nyumba ibomolewi. Inakuja inafanywa ukarabati, inasimamishwa, ndio mwisho inakuja kuanguka. So maneno ya mlungula na siasa ikiisha, hii maneno ya kuporomoka kwa nyumba itaisha kabisa. Hii mambo ya kuporomoka kwa majumba ni collective responsibility. Kwangu mimi inaanzia mwenye nyumba mwenyewe, inakuja contractor ambaye anaitwa ni mchenzi, alafu tunakuja hizi vitengo zingine ambazo zimepewa mamlaka ya kuangalia ujenzi. Hizi county governments zimelala sana na mambo ya mlungula na shortcuts, ndio inafanya hizi vitu zinaleta shida. Kwa mfano, chumba lililoporomoka la mwisho tuliambiwa kwamba lilikuwa na approval ya ghorofa 12. All of a sudden nyumba inaanguka ikiwa ghorofa 16. Hiyo ni kumaanisha kuna mtu alihongwa mahali aka compromise structures na status ya hilo jengo likafanya kulemewa. Jambo lingine, mtangazaji, materials ambazo zinatumika siku hizi zinafaa ziangaliwe tu pia vizuri. Chuma ziangaliwe kama zina meet standards, simiti iangaliwe, maana those are the only two components other than human error zinaweza kuwa zinachangia.